katika pita zangu bwana, nikakutana na mtunzi wa wimbo wa Afrika Mashariki, lakini pia ni mtunzi wa nyimbo za Injili. Tunamfahamu, wale wa Katoliki wenzangu mtakuwa mmekutana na kopi zake huko Swahili Music, ziko nyingi sana. Ni Mwalimu J Mugango. Mwalimu shamo. Maraba. Wewe tunajua ni mkongwe, utakuwa umeruka viunzi vingi, umepita vichaka vingi, yani mzee wanasema anaijua karibia misitu yote. Sasa kijana ambaye anapambana kutimiza ndoto zake, anapaswa afanye nini? Kwanza ajiamini. Ajiamini. Ajitambue. Na awe mtu wa kufuatilia watu waliofanikiwa. Yaani angalia waliofanikiwa wamefanyaje. Azungumze na watu wenye ndoto nzuri. Asome, apekue. Apekue sana. Vitu vingi vimewekwa kwenye maandiko. Wenzetu wazungu wamefanya mambo makubwa kwa sababu wanasoma sana. Sasa sisi tuna tatizo moja au kasumba ya watu kutokutaka kusoma. Mtu akisoma mistari mitatu ameshachoka, anasema yana maana. Kumbe madini anayaacha kule mbele. Kwa hiyo kijana inabidi kusoma, ajitahidi sana. Ajibidishe. Yani ajibidishe. Swala la maadili. Maadili ni la muhimu sana. Hicho ndio kioo chako. Ukiwa na maadili mazuri, nyota itawaka. Lazima uwe mwadilifu. Watu watakuita tu. Utahitajika. Ule uadilifu, hata watu wanakuombea vizuri kwamba kijana wao ni mzuri, Mungu amjalie afanikiwe. Lakini ukiwa una tatizo la kimaadili, hata zile dua na sala zinazokukuta zinakuwa sio nzuri. Zinakuja ziko nyuma mpaka mtu anatamani kukuita jina la mnyama. Lakini mwalimu, huzeeki. Siri ni nini? Maana mimi najua wewe ni mstaafu na ni muda mrefu sana. Lakini uko vile vile. Siri ni nini? Jambo la kwanza, ujithamini jinsi ulivyo. Kama una kitu fulani, usio na tamaa, yani ile usiwake tamaa kwamba sina hiki ukawa unakosa hata usingizi. Yani ulizike jinsi ulivyo, kwamba mimi nilivyo, yani unajikubali. Ujikubali yani jinsi ulivyo. Usitamani kuwa kama yule. Ina maana unajikataa sasa. Ujikubali ulivyo. Alafu usiwe mtu wa hasira. Hasira ni hatari. Kuchukia ni jambo la kawaida kwa binadamu. Lakini usilale na hasira. Ukikasirika, wahi kurudi kwenye yani ukasirike alafu urudi kwenye hali yako ya kawaida. Mtu asijue kama ulikuwa na hasira. Mtu asijue kama ulikuwa na hasira. Alafu uwe na mtu wa kusamehe. Achilia. Yani usiseme mimi kana kwamba wewe dunia ndio umeitengeneza. Uwe mtu wa kusamehe sana. Alafu uwe mtu wa kusaidia watu. Kila ulicho nacho utamani na wengine kuwa nacho. Yani kuna mtu mwingine anafikiri nikiwaambia watu watanizidi, nikiwapa maarifa hayo. Sasa mimi huko sipo. Mimi nitakuambia, ndio maana naandika sana mambo mazuri, na wengine wanaona kama ninawasumbua kuandika, lakini wale wanaonisikiliza, wanaosoma makala zangu wanafurahi sana. Kuna watu wengi wamekufa na mambo mazuri hawakuyasema. Sasa mimi siko hivyo. Kwa hiyo mimi ni mtu, alafu usijione wewe daraja la kwako unawazidi watu wengine, huwezi kujichanganya. Kwa hiyo yani sina kitu cha kunipa shida, yani kunipa stress. Usijipe stress. Uwe mtu wa furaha. Shukrani sana mwalimu, na Mungu akubariki sana. Asante sana. Barikiwa na wewe pia. Asante sana.